Likikosa kuwa na balozi hili tutakuwa tuenda wapi sisi? Nilikwambia balozi wa mwisho alikuwa ni Kirahi Almakwere mpaka sasa. Twakuomba tu mheshimiwa, kwa sababu juzi ulipeleka nikasema atatajwa. Lakini najua kwamba kalamu bado itafanya kazi. Kwa hivyo mimi mheshimiwa rais, yale mengine tutakutana siku ya Jumanne kule Nairobi, tutaongea zaidi, lakini nataka nichukue nafasi hii wananchi nimkaribishe mstahiki gavana wa jimbo la Kwale, mama ambaye yuko kazini, aje azungumze na nyinyi. Moja. Hiyo unatosha. Alikwe sana. Amina. Alikwe sana. Amina. Naambiwa na mheshimiwa gavana hapa, kwa sababu waziri yuko hapa. Division zetu ni 4. Kama tuweza kupata tu barua 4 za walimu kabla hajaondoka hapa, pia atakuwa ametusaidia. Mungu nakubariki. Shukran sana mheshimiwa Gonzirai. Mheshimiwa Rais, naomba nichukue fursa hii nimkaribishe mama county, Mama Fatuma Masito, pia naye aweze kutusalimia. Karibu sana Mama Masito. Basi asante sana mheshimiwa wetu, mheshimiwa gavana wetu, gavana wa Kwale, gavana mpenda watu, His Excellency the President of Kenya, mawaziri walioko, wabunge wenzangu walioko, members of county assembly, wananchi wa Kinango na wananchi wa Kwale, hamjambo. Yangu mimi kwanza ni kumshukuru Mwenyezi Mungu siku hii ya leo kumwezesha mheshimiwa rais kuweza kufika sehemu ya Kinango. Mheshimiwa Rais, karibu Kinango na karibu na watu wa Kwale kwa jumla. Tumekuwa na wewe hii wiki yote ndani ya sehemu hii ya pwani na pia ukanda wa Kwale. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Rais, watu wa Kwale ni wakarimu kama vile unavyoniona. Watu wa Kwale hawana maneno. Watu wa Kwale wanataka maendeleo. Watu wa Kwale kwa miaka mingi wamekuwa wakikosa maendeleo, hawajui waanze wapi na wamalize na wapi. Tukushukuru Mheshimiwa Rais kwa kuweza kumchagua waziri Mvuria, former governor, na kumweka rais, na huyo ndio jicho letu sisi watu wa Kwale. Pia tukushukuru kwa kumchagua Mheshimiwa Benjamin Dalu tayari kuwa chairman wa KPA. Tukushukuru kutuchagulia dada yetu sisi kina mama. Wakina mama hai! Wakina mama hai! Wakina mama mpo? Ni raha si raha? Mheshimiwa Rais anatudondolea pole pole, akituwekea tu pole pole kwa utaratibu na ushujaa wake na utanashati wake. Hiyo ni raha si raha? Mheshimiwa Rais, bado wanawake wa Kwale wamenituma, wanasema mwambie rais, bado tunataka wanawake, bado wako wengine, tuongeze. Tumesikia utamu ule wa wale wenzetu, na tumesikia utamu wa kuwa na gavana mwanamke. Tulikuwa hatuna mahali kwa kupeleka maneno yetu sisi kama wanawake. Wabunge wa Kwale ni wanaume watupu. Tukawa tunajiuliza ni wapi tutapeleka kilio cha wanawake, lakini Mwenyezi Mungu akatupatia neema ya gavana Achani. Hapa ndio vilio vyetu Mheshimiwa Rais tunavipeleka. Wakina mama wa Kwale, hii TTC imekuja hapa, lakini nataka kuona wanawake wenzangu na vijana tukifaidika ndani ya mradi huu ulioletwa na national government na county government. Hivi sasa nataka kuona kina mama tunafanya biashara na tuweze kuona, tusiachie watu wengine kutoka sehemu zingine kuja kufaidika. Hii ni kampuni, hili ni bichi letu, hii ndiyo poti yetu, hii ndiyo kampuni yetu ambayo itaweza kubadilisha maisha ya mwananchi wa Kwale. Na haya maneno mama ameyamaliza. Mama Fatuma Achani ametufungulia makampuni wa kina mama, na anaendelea kutufungulia makampuni. Ntolu wasitolu, ameendelea kutufungulia makampuni kusudi tuweze kufanya biashara katika makampuni tofauti tofauti. Asante mama. Kwa hayo mengi na machache nasema asanteni, na Mungu atubariki sote. Asante. Shukran sana Mheshimiwa Rais.
kabla ya kuchaguliwa Mheshimiwa Mvurya, ulianza kwa kuchagulia mtoto wetu, ukampatia useneta maalumu. Karibu Mheshimiwa Chimera, na hii ni tunu tulipatiwa wa Kwale. Karibu sana Mheshimiwa Chimera. Asante sana Governor. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, viongozi mbalimbali waliofika hapa siku ya leo wakiongozwa na waziri wetu Mheshimiwa Salim Mgala Mvurya, wananchi wa Banga hamjambo. Bwana asifiwe. Amizi sumilani, uchisumila, unavoya madzo, na mai, mloga Atani, mloga Mvurya, mloga Ruto, aferini, achire makufa. Asanteni sana. Basi, Mheshimiwa Rais, mimi nitakuwa mfupi wa maneno. Kwanza ni kushukuru sana kwa ujio wako siku ya leo. Mimi najua wewe si mgeni hapa Kwale. Umekuja hapa Kwale, nafikiri kama kuna kiongozi wa kitaifa katika nchi yetu hii ya Kenya ambaye ameweza kutembea katika kaunti hii ya Kwale kikamilifu, hakuna mwingine isipokuwa wewe Mheshimiwa William Samoei Ruto. Vile vile nichukue fursa hii kwa niaba ya wananchi wa Kwale hawa nikupongeze sana na nikushukuru sana kwa ule urafiki wako na watu wa Kwale wa maendeleo. Kwa kweli umetuletea miradi mingi. Ni juzi tu tulikuwa na wewe kule Shimoni. Ni juzi tu tulikuwa na wewe hapa Mwache ukitufungulia mradi wetu wa Mwache Dam. Na sisi tunashukuru sana na tunakupongeza sana kwa yale mapenzi yako ambayo umeidhihirisha kwa mtu wa Kwale. Lakini Mheshimiwa Rais, vile vile wewe wakati unatafuta rafiki asimame na wewe, Mheshimiwa Rais, sisi wa Kwale saa nyingine tunababaika kidogo saa nyingine tunababaika kidogo, unateteleka. Chizako mnamlemba yu Ruto. Mnamuricha yu Ruto na voya senani mutimunyale. Si ametupatia waziri Mvurya hapa, ametupatia mimi kijana kutoka hapa Mtumo hapa juu kama seneta maalum. Tuko na Benjamin tayari hapa. Jamani, hatuna sababu ya kumsahau tena Rais William Ruto, na 2027 ikifika iwe tolo tu kwa Mheshimiwa Rais Ruto, na tolo hapa kwa nani? Governor Achani, na vile vile pia iwe tola kwa Senator Wakili Chimera. Asanteni sana na Mungu awabariki. Shukrani. Namshukran sana. Naomba nimuite seneta wetu wa jimbo la Kwale Mheshimiwa Issa Boy. Karibu sana. Asante sana Governor. Your Excellency, Mheshimiwa Rais wetu William Ruto, mawaziri, wabunge, maseneta, ma-MCA, wananchi watukufu, hamjambo. Kwanza natoa shukrani yangu kwa dhati kwa vijana ambao waliotajwa hapa wamefuzu, na wapa kongole sana vijana. Sana kongole. Wapigeni makofi wa vijana wetu wa mashujaa. Mheshimiwa Rais, mimi sitakuwa mrefu sana, sababu mengi yamezungumzwa na wabunge wangu kuhusu barabara, kuhusu habari ya nini. Mimi sitakusema mengi Mheshimiwa Rais, bali yangu ni kukuombea tu Mwenyezi Mungu akujalie uweze kurudi tena Kwale, uweze kutufanyia maendeleo na milango mingine. Mwisho nikimalizia, mtukufu Rais, kwamba sisi watu wa Kwale tumeamua kufanya kazi na gavana wetu. Hilo 100%. Ma-MCA hawa mimi nawashukuru sana wao wabunge katika County Assembly ya Kwale. Tunafanya kazi pamoja na wao, majority leader, wabunge wote, na tunaunga mkono mama yetu Fatuma Achani. Na mama usitoe wasiwasi. Mimi seneta wako ukiniambia lala, ukiniambia nenda hivi, sina wasiwasi mama. Najua sairi ninga nichukua asema Issa amesema mama lala. Mama inuka. Mama sola usitola. Asante, ni Mungu awabariki. Asante sana. Naomba naibu wangu aweze kusalimia. Alikuwa ashazungumza kitambo lakini at least aweze kusalimia pia. Kwale hoye! Nimesema mama yuko kazini, sasa ni rais yuko kazini. Sawa sawa? Kwale hoye! Ruto yuko? Kwale hoye! Na kazi na Ruto yuko kazini? Na mama yuko kazini? Na 27? Unafanya namna hii. Na 27? Asante sana Mheshimiwa Rais kwa kuja. Mimi nasema pongezi na tunakuunga mkono. Shukran sana Mheshimiwa Rais.
siku hii ya leo mimi ni mwenye furaha sana, kwa sababu huyu principal nilikuwa simezi mate akitaka sana uweze kufika, na nikawa promise bodi yote ya kuwa mimi ni mtoto wa Ruto. Ruto atakanyaga banga, akafika akafikiri, akavugula. Mheshimiwa Rais, mimi na imani kwa vile leo hii umekanyaga hapa yale ambao chairman pamoja na principal wameuliza, mimi nina imani hapo kwako yatamalizika rais. Ndivyo ama sivyo? Mjenilo kama Mwenyezi, si ndivyo? Mheshimiwa Rais, mimi nakushukuru, mengi tumeyazungumza kwa mkutano wa breakfast. Masuala ya ndovu tumeyazungumza, masuala ya ardhi. Najua hapa kuna watu wametoka hapo Taru. Kuna shamba hapo Taru, Nyari. Watu wanaishi na tabu sana. Naona MCA wangu yuko hapa. Pale kuna vita vya kila siku. Ni masuala ambayo tumeyazungumzia, masuala ya barabara tumeyazungumzia, na mimi nakushukuru kwa sababu mlango yako iko wazi kwa viongozi. Shida zetu twazileta hapo. Mimi nataka nikushukuru kwa hilo. Na nataka nikuhakikishie, mimi nikiwa foot soldier wako hapa, nataka nikuhakikishie ile kazi ambayo tuliahidi hawa wananchi tutaendelea kuichapa. Tutaendelea kuwapatia huduma. Mheshimiwa Rais, najua sasa hivi umeshikilia masuala ya afya. Na kuna swala limezungumzwa pale kwa breakfast ya kutafutwa sehemu ambayo inaweza tengenezwa level 6 hospital. Nimesema Kwale kwa maana tukiingia katika ugatuzi, Kwale ilikuwa na only 34 facilities za afya. Ninavyozungumza sasa hivi zimefika 151. Na tumeendelea kuajiri wafanyikazi. Tulikuwa hatuna referral hospital, sasa hivi tuko nayo. Lakini wakati tuko na referral hospital Msambweni, bado Samburu na Msambweni ni mbali. Bado Kinango na Msambweni ni mbali. Mheshimiwa Rais, katika bajeti yangu ya mwaka huu naenda kutengeneza ICU Kinango Hospital. Lakini na renal unit pia. Lakini kwa sababu fedha zangu ni kidogo, hizi building your excellency tumezijenga in phases. Tumetumia 300 million lakini kila mwaka. Lakini kwa sababu rais wangu amefika hapa leo, mimi nina imani hiyo hospitali ya Kinango Mheshimiwa Rais ataniongeza pesa imalizike haraka. Yes. Mheshimiwa Rais, pia tumetengeneza oncology center hapo Kwale Hospital ambayo imekamilika na machines zingine ziko. Zingine pia Mheshimiwa Rais, najua unatembea sana, unazunguka sana na unatutafutia sisi wa Kenya. Mheshimiwa Rais, ukipatana na wale ambao wana vifaa zaidi vya saratani, tunakuomba Mheshimiwa Rais vije upande wa Kwale inshallah. Mheshimiwa Rais, mimi sitaki kuwa mrefu wa maneno kwa sababu mimi na furaha. Lile ambalo najua tu nina wasiwasi nalo Mheshimiwa Rais, huyu gavana wako hawezi kushika njia ya Kinango kurudi Kwale kwa sababu barabara haipitiki. Itabidi huyu mtoto wako uliyemlea mpaka leo hii unasikia tolwa. Hii tolwa ni kwa sababu ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya amenikuza. Sasa itabidi nizunguke nirudi kwa Abdulswamad alafu ndo nirudi Kwale. Mimi naomba yule waziri wa barabara, wakati yule mkandarasi anaendelea, hata kama ile area ambayo na wasiwasi iweze kutandazwa vizuri ili wale hustlers waendelee kufanya kazi bila ya wasiwasi. Mheshimiwa Rais, karibu sana, tunakushukuru. Mradi wa Nyalani, wewe mwenyewe ukiwa naibu wa rais ulikuja ukaanzisha. Mradi ule ndio umezalisha. Leo hii umeweza kuserve vijiji vingi mpaka umefika kwa TTC. Mheshimiwa Rais, rekodi yako ya maendeleo inajisemea yenyewe. Hapa pana wasiwasi kweli? Mndakwa zaze mchengwa chifika 27. Kuna mtu andakwa zaze gombe ganjinage. Wangapi wanasema 2027 Ruto ni tolwa? Na Chanize, Gonzirai na Mheshimiwa Dawa. Mheshimiwa Rais, nataka nishukuru bunge letu la county. Kama kuna mabunge ambayo yamewajibika, ambayo hayana vita, ambayo yana concentrate na kazi yake ni bunge la Kwale.
Na ndio sababu Mheshimiwa Rais, mimi naomba mshahara wao uendelee kuongezwa angalau. Haya matatizo mengi, Mheshimiwa Rais, hao wanafanya kazi sana na sote tunafanya kama jamii moja, atuangalie chama. Yule ambaye anaangalia chama akifika bunge, yeye huwa anawekwa kando kwa sababu azma yetu ni kumhakikishia huyu Mkwale anapata huduma. Nataka nikwambie Mheshimiwa Rais pia asanteni. Hii Kwale nimeshikilia vizuri. Mimi kama mama, hawa viongozi wote tumewaika pamoja. Na kwa sababu hiyo kuna wanaume wameanza kuogopa. Ndivyo ama sivyo? Nasikia siku hizi mara kuna miungano, sijui ya Chinavi, sijui ya kina nani. Nataka tu niwahakikishie, mama uskani ameshikilia sawa sawa. Mheshimiwa Rais, mimi sitokubwaga hapa nyanjani, wacha waje kinyume nyume, lakini njia ni moja ya Tolwa. Ndivyo ama sivyo? Nataka nikushukuru kwa appointment ya dada yetu Mwanaisha Shizuga ambayo uliifanya juzi. Na sisi tunajua wewe ni mtu mwenye kukumbuka hisani, wewe ni mwenye kurudisha mkono, hatuna haja kukusukuma, tunajua kwa wakati wako utaendelea kutupatia matunda zaidi. Naomba nichukue fursa hii niweze kumkaribisha yule mtangulizi wangu aliyenifundisha kazi ya kuhudumia mwananchi, Mheshimiwa Mvurya. Wacha nikaribishe Mheshimiwa Waziri wa Elimu. Nishazoea kukaribisha Mvurya wajua. Wacha nikaribishe Waziri wa Elimu Mheshimiwa Machogu, karibu sana. Thank you. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Governor, mwenzangu Waziri Mvurya, waheshimiwa wajumbe ambaye wako hapa, waheshimiwa wa County Assembly, wananchi wa sehemu hii pamoja na wanafunzi, mjambo. Mheshimiwa Rais, mimi kwa niaba ya wizara ningetaka kuchukua nafasi kusema asante na shukrani kwako kwa kupata nafasi kulifungua hii juo ambayo umeweza kulifungua siku ya leo. Vile kutoa shukrani kubwa kwa sababu kusema kweli yule ambaye ni mwanzilishi wa hii juo alikuwa ni yule ambaye alikuwa governor, na wakati tuliona ameingia kazi ndio national government ikaingia kwa ushirikiano tukaweza kujenga ile shule ambayo umeweza kufungua siku ya leo. Kwa hivyo tunasema asante governor alipokuwa na governor ambaye yuko, kwa ushirikiano na national government ndio hii kazi ikaweza kufanyika. Mheshimiwa Rais, leo watoto wamefuzu 42 ambaye tunataka kuwaeleza kwamba serikali yako imeweka nafasi ya kazi. Wengine watakuwa walimu, hata kuna mpango ambayo umeanzisha ya digital jobs, musome kidogo competencies na skills ya digital, ili makampuni kutoka Marekani, kutoka Europa mtaweza pata pesa hata ukiwa kwako nyumbani. Kwa hivyo nafasi iko, hata walimu wakati umetembea leo hapa Tana River, kule Ramu, kuna nafasi ambayo watapata ili uweze kuachiriwa katika ujenzi wa taifa. Mheshimiwa Rais, vile umetoa Open University ambaye tena tunaeleza hao watoto waweze kujiendeleza kimasomo, waseme kwamba wametoseka, enda pata degree, pata masters, endelea kule mbele ili uweze hata kufika pahali utapata PhD. Ya mwisho Mheshimiwa Rais, vile ni kutolea shukrani kwa sababu kulikuwa na kikwazo kubwa ya watoto kuweza kuingia colleges yetu, lakini uliweza kufungua njia, na tangu ufungue njia katika 32 teacher training colleges yetu, sasa tuko na watoto 20,354 kutoka watoto ambaye tulikuwa naye ambaye hawakuwa zaidi ya 2,700. Kwa hivyo tunatoa shukrani kwa sababu sasa colleges yetu imejaa watoto na hapa namba inaendelea kuongezeka. Tunasema ni asante, na tutaendelea kuhakikisha ya kwamba ile yote ambayo inatakikana tunashughulika kikamilifu iweze kupatikana. Kwa hayo sasa nataka kumwalika mwenzangu mheshimiwa ambaye alikuwa mwanzilishi governor hapa na vile waziri wa mining na pro economy aweze kuongea na kukaribisha. Karibu.
Asante sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto, mstahiki gavana wetu, Mheshimiwa Waziri Machogu, viongozi wa tabaka mbalimbali, wakiwemo waheshimiwa wabunge, wananchi wote, asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bwana Yesu asifiwe. Mheshimiwa Rais, kwa sababu ya muda, mimi nitakuwa mfupi alafu baadaye nikualike. Lakini niruhusu niseme maneno mafupi. Jambo la kwanza, Mheshimiwa Rais, nataka kushukuru sana na kukupongeza kwa hii ziara ya hapa Pwani. Mheshimiwa Rais, ziara hii imekuwa ya manufaa makubwa kwa wananchi wa Pwani, kwa sababu wewe umegusa zile sehemu muhimu ambayo zinaweza kuinua uchumi na maisha ya wananchi wetu. Kalamu yako ya kwanza uliweka sahihi bandari ya Mombasa ikarudi shughuli zake hapa Mombasa. Mheshimiwa Rais, ukanipa wizara ya uchumi samawati, na wewe mwenyewe ziara hii yote umepeana maagizo ya mambo ya uchumi samawati ambayo mengine utayasema hapa. Mheshimiwa Rais, nchi yetu iliingia ugatuzi baada ya katiba yetu ya mwaka wa 2010. Na dhihirisho kamili kwamba ugatuzi unainua hali ya maendeleo ni mfano huu wa chuo hii ya Kwale Teachers Training College. Kwa sababu tulipoanza kazi na gavana wetu huyu akiwa naibu wangu, tulisema Kwale haitachekwa tena. Na tukasema elimu iwe namba moja. Mbali ya kulipa karo, tukasema tuanzishe chuo hii ndio wanafunzi wa Kwale waweze kusoma na Wakenya wasome. Mimi nataka kuchukua nafasi hii, Your Excellency, kuwashukuru ile jamii na wale wazee na kina mama ambao walipeana hii shamba ya ekari 72, na leo Mheshimiwa Rais, tukiwa hapa tunatengeneza historia. Mheshimiwa Rais, kwa heshima kubwa, mimi nafahamu wewe umetutembelea hapa mara nyingi. Umekuja Vigurungani, ukaingia Nyalani, na leo uko hapa Banga. Mimi kwa sababu ni mtu wako wa mkono, ninajua mipango ile inaendelea kwa baraza la mawaziri. Ninajua mipango ile unatekeleza kwa Wakenya. Mimi ninajua hii college yetu haitabaki vile ilivyo. Hii Kwale County haitabaki vile ilivyo. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, mimi yangu ni kukushukuru zaidi, kwa sababu mbali na kwamba ni waziri wako, lakini pia umenipatia uaminifu mkubwa. Kwa sababu Mheshimiwa Rais, mambo ambayo nisingesema kaunti zingine, hapa ninaweza kusema. Kutoka niwe waziri wako, umenipatia nafasi ya kuhudumia marais, nikiwa escort of honor marais kama 9, ambayo hiyo ni imani kubwa sana Mheshimiwa Rais. Kwa hivyo mimi nikiwa hapa nataka kuuliza wananchi wenzangu hapa, wananchi wa Kwale, wananchi wa Pwani, hatuna sababu 2027 kuangalia kwingine. Hatuna sababu 2027 kusikiza umbea, vikaragosi na vinyago. Ile ambayo inastahili ni kumuunga mkono Mheshimiwa Ruto ili aweze kuendelea kuwa rais wetu. Na ndio maana hawa wananchi wanasema ni tolwa, kwa sababu hakuna kizuizi. Huyu gavana wetu amekuwa ni gavana bora kwa utendakazi na kuunganisha hawa viongozi. Na maendeleo yote ambayo anafanya hapa,
hakuna sababu nyingine ya kuanza kufikiria tofauti. Tunajua kwamba kuna wengine wana hangover ya mwaka jana. Tunajua kuna wengine wana mambo mengi, wanakuja kinyume nyume. Wengine wanajiita mlumbi. Lakini mlumbi kama hayuko meza hii na rais ndiyo huyu, ataenda kuyalumba ya wapi au maneno yake? Si meza ndiyo hii? Meza ya utetezi si ndio hii? Hizo haki zinazodaiwa si ndio hapa? Wananchi, mimi na washauri, tusije tukawekwa kasumba ya ukabila. Tusije kuwekwa kasumba ya kugawanya hii Kwale kwa makundi tofauti. Tunataka Kwale hii izidi kwenda mbele zaidi. Na haiwezi kuendeshwa na mambo ya kutafuta walumbi ambao hawakai hapa. Si kama walumbi wanalumba maneno wangekuwa hapa. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, mimi sina mengi zaidi. Ni heshima kubwa na ni nafasi yangu sasa kukuita hapa ili uweze kuja kuzungumza na wananchi wa Kwale. Welcome, Your Excellency. Thank you very much. Mheshimiwa Mvurya, tafadhali. Ndugu viongozi na wananchi wa Kwale na Kinango, hamjambo. Asalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nione hewani tusalimiane. Asanteni sana. Wacha nichukue nafasi hii kwanza kumshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi tufike kaunti yetu ya Kwale tena. Ijumaa nilikuwa katika kaunti hii ya Kwale, sehemu ile ingine ya Lungalunga, sehemu ya Shimoni, na leo nimepata bahati ya kupitia hapa. Kwanza nataka nirudie yale nilisema wakati nilikuwa kule katika Kwale. Na niwaambie watu wa Kinango, watu wa Kwale, asanteni sana kwa kura zenu. Najua tulikuja hapa na hawa ndugu zangu, tukaomba kura zenu, mkawa ni watu wangwana, mkatupatia kura zenu. Nimerudi hapa kusema tena asanteni sana. Na niwahakikishie ya kwamba yale yote tuliyokubaliana na nyinyi tutayatekeleza na tutayakamilisha. Na mimi nataka niwaeleze vile vile kwa hawa viongozi wote mliochagua pamoja nami, nitashirikiana na wao na tutafanya kazi pamoja kwa manufaa ya wananchi wa hapa Kwale na wananchi wa taifa letu la Kenya. Nichukue tena nafasi hii niwapongeze wanafunzi hawa waliohitimu leo na wale ambao wanaendelea wa Kwale Teachers Training College. Pongezi kwa yale mlioafikia na yale ambayo mumeweza kuyakamilisha, hasa nyinyi mliokamilisha masomo yenu. Pongezi sana. Na niwahakikishie ya kwamba vile kazi hii ilianzishwa na county government yetu ya Kwale ikiongozwa na Mvurya na Mama Achani, hiyo kazi tutawashikilia, na mahali pale imesalia vile mumeniuliza tutatekeleza. Kwanza mumesema mnahitaji pesa ya kukamilisha ile male hostel, na nimeambia waziri awapatie shilingi milioni 10 ya kumaliza hiyo kazi. Mumesema tena mnahitaji bus, nimeambia waziri anunue bus alete kwa hii shule. Na mumeniuliza ya kwamba hamuna walimu wa kutosha, wale trainers. Muko na trainers 8 peke yake na inahitajika 36. So wiki ijayo
pole pole. Wiki ijayo tunawaongezea walimu 20. Nitaripoti hapa. Alafu hawa waliosalia 8 nitafanya kwa mpango. Sawa? So at least tutakuwa na walimu wa kutosha kwa sababu ya ile enrollment ambayo nimeona hapa kutoka walimu ama kutoka wanafunzi chini ya 100 mpaka karibu wanafunzi 400, ni kumaanisha kwamba kuna tofauti, na sababu hiyo tunahitaji walimu zaidi. Tayari nimeongea na Teacher Service Commission na watashughulika na hiyo kazi. Next week we will have an extra 20 teachers that will assist in the teaching of the students who are here. Na ni kwa sababu niliwaeleza wakati wa uchaguzi, niliwaeleza ya kwamba tutatafuta namna na mbinu ya kutatua matatizo ya elimu katika taifa letu la Kenya. Tulikuwa na matatizo makubwa ya CBC. Wazazi walikuwa wanashangaa watoto watasoma vipi, junior school itaendelea vipi, walimu walikuwa ni wachache, kule university ilikuwa na matatizo. Mimi nataka niwaeleze hivi. Wakati nilitengeneza jopo ambalo lilishughulikia swala hili la elimu, niliwaeleza vizuri ya kwamba elimu sio kitu ya kuchezea. Elimu ni ya muhimu kwa taifa letu la Kenya, kwa sababu elimu ndio inaleta usawa kwa Wakenya wote. Mtoto wa tajiri na maskini wanasawazishwa na elimu. Mtoto wa rais, mama mboga, bodaboda na mchungaji wanasahihishwa na elimu. That is how we create equality in Kenya. And therefore, we must pay very special attention to our education sector. Na ndio sababu hawa wabunge wamepitisha budget mwaka huu, the largest budget in independent Kenya in the education sector. Tumeweka pesa pale bilioni 630 ya masomo ya watoto wetu. Na ndio sababu hiyo tumeweza kuyakamilisha mambo kadhaa. Namba moja, tumekuwa na pengo kubwa ya walimu. Watoto wanaenda shuleni, hakuna walimu wa kutosha. Tumeweka bilioni 18 kuajiri walimu zaidi. Na ndio sababu in the last 1 year tumeajiri walimu 56,000 Kenya wapya ambao watatusaidia kusomesha watoto wetu. Hapa Kwale tumeajiri walimu 1,113 wapya in the last 1 year. Haijawahi kuajiriwa walimu 1,000 wakati mmoja Kwale hii. It is only under this, na kwa sababu naelewa kabisa umuhimu wa watoto wetu kupata nafasi ya kusoma. Vile vile tumebadilisha vile ya kusomesha watoto wetu. The reason why munaona hawa wanafunzi wameongezeka katika hii chuo ni kwa sababu vile vile kupitia kwa ile Presidential Working Party ya mambo ya elimu tulibadilisha vile hawa wanafunzi wanaweza kuja kusoma hapa. Walikuwa wanamewekewa vizuizi nyingi, cluster kubwa. We have made it possible for more students to be admitted in our teacher training colleges. Wanafunzi ambao waliokuwa college last year, vile mlisikia waziri akisema, walikuwa ni wanafunzi 3,000 Kenya mzima, hawa wa kufundisha watoto wetu. Mwaka huu wameongezeka kutoka 3,000 mpaka wanafunzi 20,000. It is because of the changes we have made using the plan that we have. Vile vile tumekubaliana ya kwamba watoto wetu wanaosoma kwa TVET, wanaosoma kwa university, tumebadilisha vile watakuwa wana access funding ya university, ndio pesa isiende kwa university ikatumika
kwa njia fulani, lakini pesa iende kwa kila mwanafunzi kama scholarship, ndio kila mwanafunzi ajulikane atapata masomo kwa njia gani. And we have increased the resources to all our education institutions. Kwa hivyo nataka niwahakikishie ya kwamba nia yetu ni kuhakikisha watoto wa taifa letu la Kenya wanapata elimu sawa, na ndio sababu college hii itachangia sehemu kubwa ya kuhakikisha kwamba tuko na waalimu watakao tusaidia kufundisha watoto wetu wa Kenya, tulete usawa na tupange vile Kenya itasonga mbele siku za usoni. Vile vile mimi nimefurahi kufika hapa kwa shughuli nyingi ya maendeleo ya sehemu hii. Nimewasikiza hawa viongozi kwa makini. Nilikuwa na mkutano na viongozi wote wa pwani hii asubuhi ya leo. Tumekuwa na masaa 3.5 ya mazungumzo kupanga maendeleo na kupanga vile pwani haitasalia nyuma, itakuwa sambamba na sehemu zingine za Kenya katika hatua ya kwenda mbele kama taifa. Ndio sababu hiyo barabara hii mumesema kutoka hapa Kinango kuelekea Kwale, hii tulitengeneza kutoka Samburu ikafika Kinango. Mpango yetu ilikuwa ni kusongesha kutoka Kinango mpaka ifike Kwale. Ikakwama pale njiani kwa sababu pesa ilipungua, ikaleta kizungumuti kidogo, na ndio sababu hiyo tunazidi sasa na kuipangilia, si ndio? So mimi nimewaambia hawa viongozi wenu, hata huyu Gonzi Rai nilikuwa nimeshamwambia, lakini ilikuwa imebidi, aliniambia wacha nirudie tena hawa hapa, hawa wasikie. Si ndio? Sasa vile amerudia, wacha hata mimi nirudie ile nilikuwa nimemwambia, kwa sababu tumepanga hiyo kazi, na mapema mwaka ujao nitarudi hapa ili kuhakikisha barabara yenu inajengwa. So hiyo barabara ya kutoka Kwale mpaka Kinango tutawajengea na tutaweka lami na tutahakikisha imetengenezwa vizuri. Hii ingine ya kutoka Mariakani pia huyu waziri wangu atanisaidia kupanga na mwenzake, ndio tujue vile tutaitengeneza vile vile. Pia tumepanga mambo ya daraja ya Funzi, tumepanga daraja ya ile inaitwa Mwachande, tumepanga mambo mengine mengi ambayo tuliongea na hawa viongozi wenu asubuhi ya leo. Na mambo yale mengine ya maji, mimi nimefurahi sana. Wakati nilienda Nyalani na huyu gavana wenu wa zamani Bwana Mvuria, watu hawakuamini ya kwamba kuna maji itatoka Nyalani. Mimi nimefurahi sana leo kwamba nimefika hapa Banga na nimeona ya kwamba ile maji ya Nyalani imefika hapa. Na imefika, nimeambiwa imefika katika vitongoji zingine na villages karibu 8, watu karibu 9,000 wanapata faida ya hiyo maji. Tuko na maji ya Makamini hapa. Tumeweka hapo pesa nyingi, karibu shilingi bilioni 1 ya maji ya Makamini. Tuko na matatizo kidogo ambayo tunajaribu kuyatatua ya wale ambao wataondoka pale, ndio tuweke damu na tuweke kuwapatia maji. Tumemaliza maji ya Mkanda, hiyo ya Nyalani mumesikia. Maji ya Pemba damu tumekamilisha. Nilikuja hapa na mjumbe wenu aliyekuwa hapo mbele Bwana Tayari. Mambo ya Pemba tuliweka milioni 400, sasa imekamilika. Nilikuja hapa Mwache, hapo tumeweka karibu shilingi bilioni 12, italeta maji sehemu za Kwale na pia kule Mombasa. So we have a comprehensive plan, na nimeongea na viongozi wenu hawa na tumekubaliana vile tutayatekeleza. Tuhakikishe ya kwamba tunabadilisha Kwale kwa miradi, mipango ya maendeleo, na vile vile tunahamasisha wananchi pia tuweke umoja, tuweke undugu, tukijua sote ni wananchi wa taifa letu la Kenya. Vile vile ningependa kusema nilikuwa hapa juzi
kwa sababu uchumi samawati ambayo ndugu yangu Mvurya anasimamia ni kitengo kimoja ambayo tunataka kutumia kuzalisha nafasi ya ajira, kuzalisha chakula na vile vile kuzalisha mapato ya wananchi kwa kuipanua uchumi. Pale tunajenga ile Shimoni. Tumeongelea Shimoni miaka nyingi, lakini juzi nimekuja kuianzisha rasmi. Tunaweka pale karibu shilingi bilioni 2.5 na tunataka kujenga fish port ambayo itatusaidia kuvua samaki, kufanya processing na vile vile kufanya export ya samaki kutoka Kenya kwenda katika masoko mengine. Tunaelewana? Pia pale Liwatoni tunakamilisha. Mvurya amenihakikishia kwamba by next month hiyo project ya karibu shilingi bilioni 1.5 itakuwa imekamilika na tutakuja kuianzisha rasmi. Tunatafuta wale ambao watashiriki pamoja na sisi. Vile vile nilikuwa hapa Ijumaa na hundi ya pesa ya BMUs kwa ujumla kati ya kaunti hizi na kaunti zingine karibu milioni 700 tunawapatia hawa BMUs ili tuongeze uwezo wao wa kushughulika na uvuvi, kushughulika na biashara na livelihoods zao, ndio tuweze kuondoa umaskini, tuwasaidie kupanga ajira na vile vile waongeze mapato kulingana na shughuli za uvuvi katika taifa letu la Kenya, hasa katika ufuo huu wa bahari. Munaelewa ya kwamba tunajenga pia infrastructure ya fishing. Gazi, Mwaepe, Lungalunga, tunajenga fish landing ports. Tumeweka pale karibu milioni 300 ya hizo fish landing ports. Ninyi mnanielewa? Na ni kwa sababu we want to grow our economy. We want to create jobs and we want to create incomes for the people of this region as we do it for the people of Kenya. So nawauliza ndugu zangu watu wa Kwale, hiyo kazi yote haiwezi kufanyika na mtu mmoja. Inabidi tuungane, tushikamane, tufanye kazi pamoja. Na ndio nawauliza viongozi wote wenzangu, gavana wenu hapa, gavana Shujaa, gavana Mama. Unajua sio rahisi kukataa mambo kiongozi mama amesema. Hao wanaume naweza kupambana na wao, lakini mama ni vigumu sana. Unapunguza maneno, unakubali. So vile mheshimiwa governor amesema kuhusu hospitali ya Kinango, anataka kufanya mambo fulani na hospitali ingine mahali fulani, nitakutafutia milioni 50 kukusaidia. Kwa sababu huyu mama ni wabidii, jameni, tukubali. Anafanya bidii ama namna gani? Na mtu akifanya bidii unamshika mkono ndio asonge. So na ukipungukiwa hapo mbele mimi niko kabisa, nitakusaidia. Kwa sababu nikikusaidia wewe najua watu hapa Kwale watafaidika. Si namna hiyo? Na kuna kazi zingine nyingi sitaki kuyasema yote leo, lakini nimefurahi sana kufika hapa Kwale. Nataka niwahakikishie watu wa Kwale, safari hii ya kubadilisha Kenya ni safari ambayo inahitaji mchango wa kila mwananchi. Wewe kama mwananchi hapa Banga, wewe kama mwananchi wa hapa Kinango, vile mbunge wenu amesema mambo mengi. Mbunge wenu amesema kuna ward zingine kule ambazo kuna locations ziko na matatizo. Nitayashughulikia mheshimiwa, tafadhali. Kama sio kwa jojote lile, ni kwa sababu ya uzee na kipara yako hiyo, na nitaona lazima nikushughulikie, si ndio? So na vile vile umeniambia vile kuhusu mambo ya ndovu. Tayari
na gavana wetu alikuwa amenieleza mapema leo asubuhi. Najua mnasumbuliwa hapa na wanyama wa pori, si namna hiyo? Na nimeambia watu wa KWS, najua Gonzi amesema wakati wa kuajiri watu amfai, wakati wa matatizo mko peke yenu. Naona hiyo iko ubaguzi mingi hapo kweli. Lakini nimeshawauliza watu wa KWS wataajiri wale walinzi wa KWS 1,500 mwezi unaokuja, na nimewaeleza ya kwamba 40% ya hawa watoke katika zile counties kama hii yenu yenye iko na matatizo ya wanyama wa pori, namna hiyo. Kwa hivyo sahihisha kidogo Gonzi hapo usahihishe, lawama kidogo uondoe, kwa sababu kwa kuajiri mnafaa, ndio mko na 40%, si ndio? Hapo kwa matatizo ndio bado kidogo tutarekebisha, si namna hiyo. So otherwise nataka niwashukuru sana. Pongezi to the school community here, to the community in this Banga area and the whole of Kinango and the whole of Kwale. Nataka niwashukuru sana kwamba mumetukaribisha. Ile hakikisho nataka niwapatie ni kwamba mumenipatia kiongozi shujaa anaitwa Salim Mvurya. Huyu waziri mahali nimemweka kazini, sina wasiwasi kwamba atatekeleza wajibu wake kama waziri, na nitamsaidia kwa hiyo kazi, ili hiyo kazi ifaidi watu wa Kenya. Na ni mzuri kuwa na mtu wa mpango na mtu wa bidii, si namna hiyo? So tutashirikiana hivyo, tutafanya hiyo kazi pamoja na tutasonga mbele kama wa Kenya. Nakubaliana na Mvurya, ingawaje ameongea hapo Kiswahili ingine hapo kidogo nimechanganyikiwa. Amesema umbea, vikarakozi na vinyago. Sasa mimi naona nakubali tu vile amesema hivyo. Oh my goodness. So hapo iko haja kweli ya umbea na vikaragosi, iko haja na vinyago, iko haja. Mimi nakubali hiyo, tuachana na hizo vitu. So otherwise asanteni sana, nawapenda sana, nawatakia heri, nawatakia baraka, na Mungu awabariki sana. Thank you very much. God bless you. Tusimame sote wananchi basi tunapomalizia kwa wimbo wa taifa. Wimbo